Dunia ya maroboti na binadamu, uvivu na ukubwa wa maendeleo unavoleta shida duniani. Mategemeo makubwa ya teknolojia yanavoleta shida na athari. Hapa kuna jitihada za Mr. Smith juu ya kuikoa dunia dhidi ya maroboti yaliyobuniwa na binadamu wenyewe. Maendeleo pia husababisha umaskini kwa watu wengi na ufaidisha wachache. Unalijua hilo? Teknolojia imeharibu ajira za watu wengi. Hili ni moja ya tatizo. Na yapo mengi, tatizo lengine na mengine, fuatilia roboti ukiwa na Mr. Bobo Bazazi. Smith anaamka asubuhi, anakutana na roboti likimsalimia. Bila kulijali, analiweka pembeni, akiliambia toka mbele ya uso wangu, Kane. Na hapa tunagundua kuwa hili roboti linaitwa Kane. Licha ya chuki alionayo Smith, lakini Kane anamtakia Smith siku njema. Na hapa ni Chicago katika mwaka 2035. Katika maendeleo makubwa ya teknolojia, binadamu wanatumia roboti wenye maumbile kama binadamu katika shughuli zao. Lakini kwa Smith, mtazamo wake ni tofauti na sio wa kuwaamini hawa viumbe wapya katika uso wa dunia. Mr. Smith katikati ya safari zake, anamshuhudia roboti akiwa amebeba mkoba na akiwa anakimbia kwa kasi. Mr. Smith anapiga kelele huku akimkimbiza roboti yule, akijua ni mwizi. Baada ya kumkimbiza kwa muda, akafanikiwa kumkamata roboti yule mbele wa mwanamama. Watu pia wakapata taharuki, lakini Smith alijitambulisha kuwa yeye ni afisa wa polisi, yupo kutekeleza wajibu wake. Mwanamama huyu anamlaumu afisa Smith kwa kuingilia majukumu ya roboti, kwani yeye alimtuma sababu alisahau dawa yake ya pumu katika mkoba huo. Mr. Smith alimwomba radhi bibie, lakini bibie alikuwa anamtamkia maneno mabaya afisa, akimlaumu kuwa anafanya vitu ambavyo havina umuhimu wala kumuhusu. Afisa anaachana na mwanamama, anamtakia siku njema, licha ya bibie kuendelea kufoka kuhusu yeye. Afisa anafika kituo cha kazi katika mji wa Chicago, akiwa anakula soga 2-3. Anapokea ujumbe wa kuhuzunisha katika jengo la makao makuu ya maroboti, yani US Robotics. Afisa anapakia katika ndinga lake la kisasa na kuwahi moja kwa moja katika kituo cha kuzalisha maroboti. Pindi anapofika, anakuta kuna ajali imetokea. Daktari na mbunifu mkuu wa kuzalisha maroboti amefariki kwa kudondoka kutoka juu ya ghorofa refu la US Robotics. Wahusika wanasema ni ajali ya kawaida, lakini Mr. Smith anakataa. Anasema si kawaida kioo cha ghorofa kivunjike na mtu apite hapo, sio kweli. Mr. Smith anaungana na mwanadada ambaye ni mfanyakazi katika kiwanda hicho. Lengo ni kumsaidia Mr. Smith katika harakati za upelelezi juu ya kifo cha dokta. Mr. Smith na bidada wanapanda hadi ghorofa ya juu katika ofisi ya dokta ili kwa uchunguzi. Na huku afisa anakutana na masalia mengi ya viungo vya aina mpya ya roboti ambao wanakaribia kuachiwa ulimwenguni, kwani hao ni kizazi kipya, wana nguvu na uelewa maradufu kuliko maroboti wa sasa. Na pia hao maroboti wapya wanaweza kutumika kama walinzi, kwani wapo fiti na wamekamilika. Na hapo ndipo Mr. Smith anapokuwa na wasiwasi, akiamini kuwa kampuni ya US Robotics wanataka kuitawala dunia. Katika chumba cha dokta, Smith anagundua kile kioo ni kigumu sana baada ya kukijaribu kukipiga na risasi. Kwa hiyo bado anaamini dokta hajafa kwa ajali, bali ni mauaji yametokea. Lakini bidada alimsisitiza Mr. Smith kuwa roboti hawezi kuua mtu, kwani wana teknolojia salama. Lakini afisa hakutaka kumsikiliza. Aliendelea na upekuzi katika ofisi. Na ghafla katika maficho, roboti wa kisasa zaidi akatoka na kumsukumiza afisa mpaka silaha ya afisa ikapanguka. Katika taharuki, afisa akatoa silaha ya dharura na kumwamrisha roboti ajisalimishe. Bidada akamzuia afisa na akamwambia usiwe na shaka, huyu roboti anaitwa Vicky, ni muelewa, shusha silaha chini. Mara ghafla roboti akachukua silaha ya afisa wa awali, naye akamweka kiziuzini afisa. Bidada alimsihi sana roboti Vicky, lakini hakusikia. Alichofanya roboti ni kukimbia kwa kujirusha kutoka kilele cha ghorofa, na hapo ndipo afisa akamshambulia na kumjeruhi kidogo roboti yule, lakini alifanikiwa kukimbia. Na umbali alioruka Vicky ni parefu sana, na hiyo ilithibitisha kuwa kweli kizazi kipya cha roboti ni silaha ya kutisha. Afisa hakukubali,
alimwamuru bidada aeleze wapi kuna maroboti wengine wamehifadhiwa wa kizazi cha Vicky. Basi bidada ikabidi awe mkole, ampeleke afisa katika ghala la maroboti kando kidogo ya mji. Baada ya kufika huko, afisa alikuta maelfu ya maroboti, na wakiwa wamefanana, afisa akashindwa kujua Vicky OG ni nani. Lakini afisa akatoa mazoezi kwa wale maroboti, lakini alikuwa akiuliza maroboti walikuwa kijibu sawa. Afisa akaanza kufyatua risasi kwa roboti wa kwanza, akishinikiza roboti aitwaye Vicky atoke mara moja. Katika mstari wa maroboti, Vicky akajitengisha kwa hofu, na hapo umakini wa afisa ukamwona Vicky akiwa amejitengisha. Vicky aliyojua ameonekana, akakimbia na kuharibu geti ya umeme na kuchomoka ili amkimbize afisa Smith. Lakini hakuwa na bahati, kwani nje maafisa walitanda kila kona na waliweza kumtega na webu roboti Vicky, na akashikwa na maafisa kwa tuhuma za mauaji ya Dr. Lanning. Afisa Smith alihitaji kumuhoji roboti Vicky katika chumba cha mahojiano na alipewa hiyo nafasi. Lakini wakati anaingia, Vicky akajieleza bila kuhojiwa kuwa sijahusika na mauaji ya Dr. Lanning. Smith akamuuliza Vicky, unataka kueleza kwa nini ulikuwa unajificha kwenye eneo la uhalifu? Vicky akajibu, nilikuwa na hofu. Afisa akazidi kumuuliza kwa maneno mengi, Vicky akiwa anamueleza. Roboti hawajisikii hofu, hawajisikii chochote, hawana njaa, awali, hawana ndoto, ila wanadamu wana ndoto. Hata mbwa wana ndoto, lakini si wewe. Nafikiri ulimuua kwa sababu alikuwa kukufundisha kuigia hisia, lakini Vicky akisisitiza na hasira na kupiga meza, hakumuua dokta. Na hapo afisa akajua kumbe kweli Vicky ana hisia kama binadamu. Katikati ya mahojiano, anakuja mkuu wa kitengo cha US Robotics na mawakili wake wakija kumtetea Vicky kuwa sio muuaji. Na kulingana na sheria, roboti hawezi kushtakiwa kwa kosa kama hilo, sababu roboti hawezi kufanya mauaji. Bosi wa USR akamchukua Vicky na kuondoka naye. Mr. Smith lakini hakuridhika, japo kitengo kilikuwa kishazima kesi kwa kuamini kuwa ile ni ajali ya kiwanda kama ajali nyingine, lakini sio kwa Mr. Smith. Je, Mr. Smith atachukua hatua gani kuhusu kesi ya Dr. Lanning na roboti Vicky? Majibu yapo hapa hapa. Subscribe Bobo Plays ili upate vigongo vikali kama hivi. Hii ni Action Movie, iRobot, na mimi ni Mr. Bobo Bazazi. Asante sana.